Kirundi hapo Nairobi County. Babu Owino ni rafiki yako na Sakaja pia ni rafiki yako. Unaonaje 2027? Babu Owino Sakaja, mimi sijai husika na mambo ya Sakaja. Sijai kutana na Sakaja na sipendi kukutana na yeye kwa sababu mtu ambaye hako na ubinafsi, mtu ambaye kazi yake ni pombe na Nairobi inanuka, Nairobi ni chafu. Mimi siwezi kubaliana na mtu ambaye analuti pesa Nairobi, anaenda kubai manyumba Dubai. Analutu pesa Nairobi, anaenda kubai nyumba South Africa. Analutu pesa Nairobi, anaenda kule UK kubai manyumba. Na Nairobi ni chafu. Nairobi inataka mtu ambaye ako na wisdom, mtu ambaye ako na hekima, mtu ambaye kama Babu Owino, mtu ambaye anatembea na vijana wa chini, mtu ambaye hana madharau, mtu ambaye ukimpigia simu hata saa 8 atashika, mtu ambaye atoka kwa mkutano anasikiza shida za wananchi. Na ndio unaona hata huku nyumbani wanasema Babu Owino kama anaweza chukua hiyo viatu ya Raila Odinga watamuunga mkono kwa sababu ya uzuru yake. Sasa ni nani? Kidogo nataka tuvuke muda kidogo tuingie pale jirani yetu kwao kunasomeka Tanzania. Ongea na Samia Hassan. Huyo mama Suluhu Hassan ni mama kumpavu sana, ni mama stupid, ni mama useless. Uwezi niambia leo kuna kura umechukua opponent wako wote umeweka ndani. Unabishana na nani? Kura ambayo iko Tanzania ambayo Tanzania waliandamana ni kura ambayo ilikuwa hapa 2017 wakati Raila Odinga alisema IBC ndio bado iko kwa ofisi, akaambia wafuasi wake tusiende kupiga kura na hatukwenda tukapiga, ikawa Uhuru Kenyatta na Kenyatta. Ule mama ni mama mjinga sana, inafaa hapa Kenya hata asiwahi kanyaga. Na sasa kule Uganda huwezi chukua maopponent wako uweke ndani na unasema una election inafanyika kwa njia gani? Na Tanzania wameiga kwa muundo ya Kenya. Wakati tulikuwa hapa na maandamano tukiandamana, Tanzania walikuwa wanatucheka sana. Juzi huyu mama akatwita akasema hiyo ujinga ya Kenya msilete hapa Tanzania. Ni nini inafanyika? Sasa onekana aongee. Mbona amejificha? Unasambiaje Museveni wa Uganda? Hao ndio baadhi watu inafaa wakufe kwa sababu hata wamekatalia kwa uongozi na wako na miaka mingi. Ingekuwa kifo Mungu anauliza nichukue nani, na Mungu akuja aniulize, ningemtuma Uganda direct kwa Museveni. Enda chukua huyo mtu aende. Unambogeani sasa kiada Afrika. Hao watu ndio Afrika wanatunyanyasa. Uganda huyu mzee amekatalia kwa uongozi, atoki. Umeongoza, siwache tu legacy mzuri, uende ukae kwa boma yako kule mali yako paka inji ichomeke ndio ujue ya kwamba wewe ni kiongozi. Angalia zile vitu za huyu mama anafanya Tanzania. Magufuli alimwachia inji ikiwa stable, inji imeendelea, Magufuli akaenda akamwachia kiti. Leo hii ukienda Tanzania saa hii nini inafanyika? Yaani paka huyu mama amefanya wanawake wamedharauliwa, hasa Waislamu. Anaharibu jina ya Waislamu sana. Ungekutana naye live ungemwambiaje? Yani huyo ni kumwambia makofi, kumwambia nini? Huyo ni discipline. Mimi nikikutana Museveni na huyo mama Suluhu nikichapo tu. Ni nini watu wasikize advice? Huyo ni mama asikize advice, Museveni asikize advice. Unakaa naye kwa table kufanya nini? Sulukulima hao makofi. Nataka sasa tufanye hivi. Turudi pale Walaira want. Ukiingia kabla hatujarudi kwa Raila Ward. Nimesikia Ruto akiwa pale Malaba hapa Kakamega. Na jana alikuwa pale Busia. Akisema ya kwamba sisi watu wa upinzani hatuna agenda. Akasema hamna akili. Na hatuna akili. Angebishana tu na Raila Odinga peke yake. Mimi nataka niambie wa Kenya popote mahali wananisikiza na yeyote ambaye ananisikiza ya kwamba wa Kenya walikuwa wanasikiza Raila Odinga akiweka break tunaweka break, akisema tuende tunaenda. Bahati mbaya Raila Odinga Mungu amemchukua na ilaza roho yake mahali pema peponi. Amen. Ni nani atakuja kutuambia tusimame kama tumeanza safari ya maandamano? Nani atakuja kusema tusimame na tusimame? Akumbuke ya kwamba kama sio Raila Odinga angekuwa ameenda nyumbani. Asitupigie kifua
aseme sisi hatuna akili, ati hatuna agenda. Badala abebe achukue waajira wakalishe chini, awaongeleshe watoto wa university warudi shule wasome, yeye anapiga kifua. Tuko na yeye 2027. Saini natoka hapa kwa soko yetu inaitwa Harambee. Ruto amebeba watu soko mzima, wamebeba usiku, wameenda Kakamega kule Kakamega town, ile mkutano ako nayo. Na kila mtu alikuwa analipa 500. Nataka niambie wa Kenya wacheze na kitu kingine, lakini wasije wakafikiria wacheze na kura yao. Ruto arudi ofisini 2027, watasiaga meno. Yenyewe sasa nataka tufanye hivi, tumalizie pale kwako Walela Wandi. Ukisukua kitu 2027, kitu gani utafanya mabandiko yenye utafanya pale Walela Wandi yenye unaona saizi haiko kwenye MC mwenye hapo saizi? Hapa nyumbani mimi kama watu wangu wa Horera wote watakubali wanipatie uongozi. Nimeona wamama wanahangaika sana mambo ya madawa kwa hospitali. And the same time nimeona katika hii wodi yangu mahali nakaa hakuna ile hospitali ambayo mtu anaweza gonjeka na apelekwe pale kwa first service. Barabara ni shida. Na vitu zingine ambazo tutakuja tukae chini kama community, angalia ni nini wananchi wanataka. Mimi watu wangu nitawaongoza na matawi, si rungu. Chenye watataka mimi nitakuwa nawafanyia. Mimi naambia watu wa Horera wote, nimekuja kama kijana wao waniangalie. Na ninaambia Kenya mzima, kwa sababu mimi kuna tofauti yenye mtu anacheza Champions League na Europa. Mimi ni mtu wa Champions League pale juu, kikombe kubwa. Naambia wa Kenya wasifanye bulanda 2027 kurudisha Ruto kwa uongozi. Haya. Hiyo ndio bulanda kubwa watakuwa wamefanya. Na hii nchi sasa kama ni tamu ya kwanza na nchi iko ICU, na akirudi tamu ya pili yeye alipiga kifua kule Busia, ati mtaangalia kelele ama mtaangalia maendeleo. Ni maendeleo gani Ruto amefanya hii nchi kama si kuweka vijana kwa majeneza, kama si kufanya abduction? Ni maendeleo gani kando na hiyo? Serikali ya Kibaki, serikali ya Moi wazee wetu walikunywa maziwa. Serikali ya Kibaki watoto wakasoma. Serikali ya Uhuru Kenyatta wamama walizaa free. Serikali ya William Samuel Ruto vijana wameenda kwa makaburi. Sasa ni nini wanatuambia? Wanatupigia kelele kila wakati ati hao ndio wako na numbers. Mtu kama Faruku Kibet, mtu wa standard free kama mimi, anakuja kupanga huko Western. Kwani huko Western hakuna viongozi? Nataka Ruto kwa tufanye hivi, tumalizie hapa, kuna maswali matatu nitakuuliza. Western tuko nyuma ya George na Tembea. Na hiyo mtu asikudanganye. Ukiona wale vijana wanapiga kelele pale ati Mudavadi wamelipwa 500. Na Tembea hakuna mtu analipanga hata 10 bob. Western tuko nyuma ya George na Tembea. Na mtu asikudanganya ati Western imekuwa divided. Wale tulikuwa tunapiga story na Nuru Okanga kutoka Kakamega County, Matungu constituency, Walela Wandi. Bwana, unajua nani anafuata? Ni mheshimiwa Bob Owino. Mtu ni wewe, sema kupitia WhatsApp namba 0721 272408. Kama uko nje ya Kenya, tanguliza na +254. Naitwa the baddest boy Eric Sabatu 16. Usibonyeze.